katika jina lako Yesu, tunakushukuru kwa neno lako. Tunapoenda kutoa wakati ambao tumelisoma, tunaomba tusaidie Mfalme tukaweze kulielewa neno lako na kulitenda. Ulikuja ukafa msalabani, ukateswa, ukafa kwa ajili yetu. Tunaomba ya kwamba tusaidie tukajue maana yake na kutenda mapenzi yako, maana kawe ni Mungu ambaye alitupenda ndipo akatufia msalabani. Wote ambao watakaolisikia Mfalme, tunaomba ukaweze kutusaidia tukaweze kulielewa na kulitenda katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Mara nyingi shetani hawezi taka mtu kalifahamu neno la Mungu kwa sababu anajua ya kwamba yeye shetani alikuja kuiba, kuua na kuharibu. Lakini Yesu alikuja tuwe na uzima, tuwe nao tele. Haleluya. Mko hapa mmeenda? Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio mwenzako rudi. Ndio mwenzako shetani asikuibe, asikupee usingizi. Haleluya. Sasa tumeambiwa mstari wa 32 ya kwamba hata walipokuwa wakitoka wakamuona mtu Mkirene jina lake Simoni. Huyu wakamshurutiza auchukue msalaba wake. Yesu akiwa amebeba msalaba alikuwa akianguka akisimama. Na wakamuonea huruma, wakaona mtu Mkirene. Huyu alikuwa ni Mwafrika. Huko mtu huko kwa Algeria huko juu. Huko Kirene huko ni jirani ya wapi? Ya Libya. Bwana asifiwe. Pande zile za juu. Mkirene ni mtu ambaye alikuwa ni Mwafrika. Anaitwa Simoni, kama sijakosea. Bwana asifiwe. Alikuwa mtu mweusi. Sasa huyo mtu wakamsurutisa au bebe msalaba wa nani? Wa Yesu. Maana Yesu alikuwa ameubeba. Tunaipanga ile wimbo, hali ubeba msalaba kuelekea Golgotha. Unafikiri ilikuwa ni raha? Haikuwa raha kubeba msalaba kuelekea Golgotha. Ilikuwa ni kibarua kigumu na msalaba ilikuwa ni mzito. Sasa Yesu alikuwa anaubeba akianguka, akisimama. Wakamuonea huruma, wakasurutisha mtu mmoja ambaye ni Simoni Mkirene, wakamwambia aubebe msalaba. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Sasa walipomsurutisha auchukue msalaba wa Yesu ubebe, Tatiri kasema na walipofika mahali paitwapo Golgotha, yaani fufu la kichwa, wakampa kunywa divai iliyochanganyikwa na nyongo, lakini yeye alipoionja hakutaka kuinywa. Ilikuwa kali, ilikuwa chungu. Sasa hii ilikuwa ni kama kejeli, wanampa maji yani wanampatia Yesu fongo. Hii ilikuwa ni kali sana. Akaweka kwa sponge, wakamweka kwa miti, wakampea kunywa basi. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa walipokwisha kumsurubisha, waligawa mavazi yake, wakapiga kura ili litimie ile neno lilo neno la nabii, waligawa nguo zangu katikati yao na juu ya vazi langu walipiga kura. Na nguo ya Yesu ilikuwa ya maana sana mpaka wanaipigia kura. Bwana asifiwe. Haleluya. Vazi lake lilikuwa la dhamana sana mpaka maandiko itimie. Ndio wasema kwamba walipigia vazi langu kura wakapiga kura. Bwana asifiwe. Sasa hapo chini anaendelea kusema wakaketi, wakamulinda huko, wakaweka juu ya kichwa chake mashtaka yake yaliyoandikwa, huyu ni Yesu mfalme wa Wayahudi. Wakati huo wanyang'anyi wawili walisulubiwa pamoja naye, mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto. Watenda dhambi sasa ambao tumeambiwa hapo ni watu aina gani? Wanyang'anyi. Ambia mwenzako wanyang'anyi. Wanyang'anyi walisulubiwa, mmoja upande wa kulia wa Yesu, mwingine upande wa kushoto. Sasa hapa nataka uangalie. Kuna wale walishurutisha Simoni Mkirene abebe msalaba wa Yesu. Kuna wale walimpiga Yesu wakamdunga mkuki. Wakamsukuma wakimwambia bebe, wakimsukumanisha, wakimchapa mijeredi ambao ni wale askari. Na kuna wezi hapa msalabani ambao wamesulubiwa kwa sababu ya unyang'anyi wao. Na sasa na Yesu amekaa katikati ya majambazi wanyang'anyi. Sasa sikia vile wanyang'anyi walimwambia Yesu. Mstari unaofuata hapo chini nasema, nao waliokuwa wakipita njiani wakamtukana, wakitikisa vichwa vyao wakisema, ewe mwenye, jiokoe nafsi yako ukiwa ndiwe mwana wa Mungu. Unaona?
wapitaji njia walikuwa wamejua kilichomleta Yesu duniani. Na Yesu mwenyewe aliwaambia kwamba mtalivunja ile hekalu na siku 3 nalijenga. Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu walikuwa na habari kuhusu huyu Yesu, lakini hawakuwa tayari kumpokea moyoni mwao. Walikuwa napokea maneno yake. Amen. Walikuwa napokea tu maneno ya Yesu, lakini nafsi zao, mioyo yao ilikuwa mbali na Yesu. Sasa sikia vile walimwambia, ewe mwenye kulivunja, kusema utalivunja hekalu siku 3 na utalijenga, sasa jiokoe nafsi yako. Bwana asifiwe. Walimkeje. Sikia hapo chini. Hao ndio wenye walikuwa wanapita. Wengine mstari wa 44 nasema na 41. Kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamdhihaki pamoja na waandishi na wazee wakisema, aliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. Unasikia? Kuna wakati unaweza kupata maadui wengi kwa dakika moja. Ufikirie kana kwamba dunia imekugeukia. Hiyo wakati usimwache Mungu. Amen. Hallelujah. Wakati wa Yesu kwenda msalabani, wakati wa Yesu kusulubiwa, wakati wa Yesu kuteswa, ilipofika aliteswa na aliteseka na alivumilia. Hakuweza kunyosha hata kusema kuwahukumu wenye kumtesa, wenye kumtukana, wenye kumsulubisha, wenye kumchapa mijeledi, wenye kumpatia usifunga anywe ambayo ilikuwa chungu. Biblia inasema kwamba Yesu hatakutaka kunywa, maana ilikuwa kali ya kutaka kuikunywa. Alinyamaza. Amen. Bwana asifiwe. Wenye kupita njia wakasema, ewe mwenye kuvunja hekalu, mwenye kusema utavunja hekalu, jiokoe nafsi yako. Sikia, mashtaka yaisha, makelele yaisha. 42 nasema, yeye ni mfalme wa Israeli na ashuke. Hivyo ndio walikuwa wanasema. Sasa msalabani, nasi tutamwamini. Amemtegemea Mungu na amuokoe sasa kama anamtaka. Kwa maana alisema, mimi ni mwana wa Mungu. Pia wale wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye walimshtumu vile vile. Hata wanyang'anyi ambao wanajua kabisa walivunja, waliiba, nao wanaambia Yesu ajiokoe, ashuke, awaokoe pia. Bwana asifiwe. Baada ya kusikitika wana nafsi zao jinsi wamemkosea Mungu, waombe msamaha kwa Mungu. Walimhukumu pia mwana wa Mungu. Haleluya. Sasa mstari wa 45 nasema, basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, watu watakuona wewe yule ambaye wanazoea kuona. Amen. Wakati wewe hujaomba Mungu akujibu maombi yako, wakati hujatafuta uso wa Mungu, unabakia kuwa yule ambao ulikuwa jana, watu watakuona vile unavyojiona wewe mwenyewe. Amen. Lakini ukitafuta uso wa Mungu, umulilie Mungu na Mungu asikie maombi yako, Mungu atakapojibu maombi yako, hata watu wataanza kuwa rafiki zako, wataanza kukufuata. Amen. Haleluya. Unakumbuka kwa nini watu walimfuata Yesu? Wengi walimfuata Yesu kwa sababu ya mikate. Haleluya. Walimfuata Yesu kwa sababu ya mikate wengi. Lakini wakati wa mateso ilipofika, Yesu anateswa, anasulubiwa msalabani, wengi walimukana, wengi walimtukana, wengi walimtemea mate, wengi wakamnenea kila neno baya. Lakini Yesu alinyamaza, maana alijua kilichomleta duniani. Amen. Haleluya. Hata nawe kama ni Mkristo, wakati unapata watu wengi wanakushtumu, wanakulaumu, wanakuambia huyu ndiye anasema ameokoka, huyu anasemanga Bwana asifiwe, ndio anafanya hivi, ameongea hivi. Wakati ule ambao watu wanakushtumu hivyo, wakati ule ambao watu wanakuelekea mabaya kwa majaribu ambayo inakupata, wewe usirudishe. Wewe jua ilikuwa majaribu, naomba Mungu hayo majaribu utayashinda kwa jina la Yesu. Amen. Utakaponyamaza, uonyeshe upendo wa Yesu Kristo. Utulie. Hata kama watakusema nini, wakutukane. Si Yesu alitukana? Haleluya. Yesu alikejeliwa. Wakasema kejeli nyingi ambazo tumesoma hapo, lakini alinyamaza, alijua kilichomleta duniani. Nawe pia unapojipata katika hali kama hiyo, unapojipata katika mashtumu mengi, lawama nyingi, tulia. Muite Bwana. Amen. Haleluya. Sasa hebu angalia mstari wa 51 inasema, na tazama pasia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia
wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Hivyo walimtambua Yesu kuwa mwana wa Mungu wakati miujiza ilifanyika, wakati miamba ilipasuka, wakati pasora hekalu ilipasuka mara 2 kutoka juu mpaka chini. Hiyo ndio wakati wanaweza kumtambua Yesu kwamba alikuwa mwana wa Mungu. Lakini wakati analia msalabani, Eloi Eloi sabakthani, walimfikiri wakasema anaita Elijah. Hata tuone kama Elijah atakuja kumsaidia. Alijifanya kuwa mwana wa Mungu. Wote tuone kama Mungu anampenda, atakuja kumuokoa. Amen. Kejeli zitakuwa nyingi wakati ambao katika majaribu. Watu nao watakusema mambo mengi wakati muujiza wako ikionekana. Wewe tulia, ujue ni wakati gani Mungu atatenda muujiza wake. Mmoja alipo hapa wimbo hapa akasema kwamba najua Bwana hatatenda, najua Bwana hatatenda, hata kama itachukua muda, najua Bwana utatenda. Bwana asifiwe. Wakati na nyakati ni Mungu anajua atakapoachilia muujiza wake katika maisha yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Biblia tuambia kwamba kwa Mungu siku moja ni miaka ngapi? Na miaka 1000 kwa Mungu ni siku ngapi? Sasa sisi tunaenda na saa ile 24 hour clock. Tunasema saa hii saa 2, saa hii saa 3, saa hii saa 12 jioni. Kama unaona imefika jioni kabisa na hujapata hata shilingi 10, unasema leo nitalala njaa. Unaonekana leo sina bahati. Amen. Lakini kwa Mungu hiyo hata hajahesabu kama ni sekunde. Wewe kama uliomba asubuhi, najua tumepewa program, tumepewa principles na Mungu kuzitumia, na tunapozitumia Mungu anajibu maombi. Wanafunzi walimwambia Yesu namna gani? Mwalimu, tufunze kuomba. Yesu akawaambia, mnapoomba omba hivi. Amen. Akawaambia mnaomba hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama yanafanyika mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe dhambi zetu kama vile usitutie majaribuni bali utuokoe, kwa maana ufalme ni wako na nguvu. Principles. Haleluya. Tumepewa kanuni jinsi ya kumshinda shetani, lakini sisi hatupendi kuzifuata. Unaamka tu asubuhi umechelewa, uso nafaa, unaona uso unanao uso mbio nafaa Mungu unakimbia kazini. Hata uombe utafutizo wa Mungu, uambie Mungu mapenzi yake ifanyike hapa vile inafanyika mbinguni. Haleluya. Hata hiyo mkate yako uniombea kila siku, nisikia kila siku. Unafika kazini unapata vizirani huko, watu wanakurudia, mtu amekukasirikia, mtu anataka kukuona. Nasa kusema sasa unaweza kuchukia wewe mwenyewe? Hapana. Ungeamuka, umshukuru Mungu, muombe sala yake. Pia anasema Baba yetu uliye mbinguni, umtukuze, usungumuze maombi yale ambao Mungu ametupea jinsi ya kuomba. Haleluya. Unakuwa umeondoa ile mikosi yote, visirani yote, mashetani yote umeiondoa mbele yako. Haleluya. Ukionekana hivi, watu watakuona kwamba wewe ni mbarikiwa. Amen. Haleluya. Majaribu hata yakija utaweza kuyastahimili. Maana pale chini nasema usitie majaribuni bali utuokoe na yule mwovu. Majaribu lazima yaje kwa Mkristo. Lazima yaje kwa sababu lazima, kama Yesu alisulubiwa, wewe na mimi alijaribiwa. Lazima wewe na mimi tujaribiwe. Amen. Lakini ikifika mahali pa majaribu, Yesu anasema nini? Jipeni moyo, nimeushinda ulimwengu, hata nani tashinda. Kwa hiyo maanisha kwamba kile waliomfanyia Yesu lazima nawe wakufanyie. Lakini Yesu ameshatuombea. Ameshatuombea, lazima tuwe washindi. Haleluya. Praise God. Na ufurahi kwamba Yesu alishatuombea. Amen. Ukitaka vizuri unasoma Yohana 17, sio saa hii lakini siku hiyo ukipata nafasi wewe soma. Yesu alishatuombea. Amen. Kwa hivyo wakati walipo miujiza ilipoanza kufanyika, miamba ikatetemeka, miamba ikapasuka, nchi ikatetemeka. Sasa ndio yule akida na yule askari waliokulinda Yesu, najua walitengeneza kikosi chao cha uongo. Kwa sababu shetani ni baba wa uongo, aliingia kwa wale watu ambao walimsulubisha Yesu wakasema, weka maaskari pale walinde kaburi ili huyu mjanja, najua alimuita Yesu mjanja, huyu mjanja asikuje akaamuka pale
na akadanganya watu zaidi kuliko vile alikuwa amewadanganya. Bwana asifiwe. Shetani alikaingia ndani ya watu kwa sababu yeye shetani ndio baba wa uongo, akaingisha watu uongo ndani yao na wakaanza kufanya hivyo. Wakakaa pale wakaanza kulinda kaburi, wakifikiri Yesu atafufuka, maana Yesu alikuwa amesema atafufuka. Wakamuita mjanja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo walimtukana wakamkejeli. Hata na wewe ambao unahubiri injili, inawezekana mtu mjanja ati labda unatafuta pesa, labda unahubiri kwa sababu unatafuta mali, labda unahubiri kwa sababu wakiona unaweza kutumia miujiza Mungu anakutumia, anasema wewe umeenda kutumia mapepo. Si walimuita Yesu pia Beelzebub? Haleluya. Mbona wewe wasikuite? Lakini kweli wengine wako wanahubiri wakitumia miujiza ya shetani. Wako. Lakini sisi tunatumia Yesu, jina la Yesu, na Yesu mwenyewe anafanya miujiza yake na kazi yake katika huduma. Haleluya. Kuna wahubiri wa ukweli ambao wanahubiri injili ya ukweli, ambao wanahubiri injili ya watu kuokolewa, ambao wanahubiri injili ya toba, ya kuambia watu jinsi wanaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Kunao tuko, Bwana asifiwe. Praise God. Lakini unajua watu wajanja, wale watu wa dunia ambao wameikiwa na shetani, wanatujumuisha sisi wote ni wako. Haleluya. Na lazima tuitwe hivyo kwa sababu hiyo ndio kazi yao, maana hawajui kweli. Mnakumbuka Pilato akiuliza Yesu kwamba kweli ni nini? What is the truth? Bwana asifiwe. Haleluya. Na Yesu mwenyewe akasema kwamba mimi ndimi njia, kweli tena uzima. Pilato akamuuliza Yesu, kweli ni nini? Haleluya. Kwa hivyo inaweza fika wakati vile Yesu alijaribiwa, vile Yesu aliteswa, vile Yesu alishtumiwa, na Mkristo yote yule ambaye ameokoka, ambaye amefuata njia ya ufalme wa mbinguni, lazima atapitia yale majaribu. Lakini Yesu alishatuombea tutayashinda majaribu. Haleluya. Ndio mwenzako tutayashinda majaribu kwa jina la Yesu. Lakini na uwezi kushinda majaribu pasipokuwa mtu wa maombi, pasipokuwa mtu wa kusoma neno, pasipokuwa mtu wa kuonyesha wengine upendo. Maana Biblia inasema kwamba upendo inafunika wingi wa dhambi. Haleluya. Mtu akikuja kukosea, wewe usiwe wa kwanza naye kumrudishia mabaya kwa mabaya. Hapana, wewe vumilia. Wale ambao uliomba sala ya Bwana asubuhi ukasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama vile yanavyofanyika mbinguni. Ukaomba mkate wako kila siku. Bwana asifiwe. Ukamwombea Mungu usitie majaribuni bali utoke na yule muovu. Ukifuata zile kanuni, ile maombi ambayo Yesu alitufundisha, wewe utakuwa mshindi. Maana pale ambapo majaribu yanapoenda kukupata, Biblia inasema kwamba Mungu unaomba unaambia Mungu usitie majaribuni bali utoke na yule muovu. Yule muovu yuko na ataendelea kukua mpaka siku ataingishwa katika moto wa jehanamu. Yule muovu yuko. Bwana asifiwe. But we will overcome him by the word of our testimony. Tutamshinda shetani kwa ushuhuda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikia. Nataka muangalie kitabu. Fungua kitabu ya Wakolosai 3 mstari wa 13 inasema namna gani? Wakolosai 3 mstari wa 13. Inasema sema mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo hivyo nanyi. 14 Zaidi hayo yote jifikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Ndivyo mlivyoitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa saburi na nyimbo na tenza rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Bwana asifiwe. Mungu ametuonyesha njia ambayo tunaweza kushinda majaribu. Ametuonyesha jinsi ambayo tunaweza kuishi, tuweze kuwa washindi na kushinda majaribu ya kila namna. Maana tumeambiwa hapa ya kwamba tukichukuliana na kusamehana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, hivyo ninyi msamehe. Haleluya.
Hivyo ikiwa tutafuata vile Yesu mwenyewe alivyotembea, alivyoishi, hata nasi tutashinda. Kwa sababu mara nyingi tunajipata kwamba sisi tunataka kusamehewa, lakini si hataki kusamea waliotukosea. Hiyo ndio tunafunja zile kanuni. Ndio maana maombi yetu ijibiwi. Lakini tukikosewa, tusamee. Na tukisamee, na Baba yetu wa mbinguni vile vile alitusamee sisi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeambia kwamba tukifundishana, tukionyana kwa saburi, tukiishi hivyo, sisi tutakuwa washindi, tutamshinda yule ibilisi ambaye ni mjaribu wetu. Amen. Alafu kifungo kingine ni Mathayo 6:12. Mathayo 6:12. Hiyo unaweza andika chini kama ukifika nyumbani usome. Mathayo 6:12 na pia Mathayo 6:14-15. Na nataka tuangalie pia Mathayo 5:10. Tunaenda kumalizia pale Mathayo 5:10. Tusikie vile nayo inavyosema. Mathayo 5:10. Kuna yule amepata tusomee? Okay, nimepata. Inasema hivi. Mathayo 5:10 inasema, heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wewe utakapoudhiwa kwa sababu ya haki. Nilimesema ufalme wa mbinguni ni wako. Amen. Haleluya. Unapoudhiwa kwa sababu ya haki, ufalme wa mbinguni ni wako. Na hata Biblia inatuambia, ukisoma hiyo Mathayo 5 kuanzia juu inasema kwamba heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watasibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Ukiwa na moyo safi, utamuona Mungu. Mioyo ya watu wengi imetiwa najisi, imetiwa uchafu. Ndio maana hawatamuona Mungu. Mungu atusaidie tusidi kuwa na moyo safi. Hata tunapoudhiwa kwa ajili ya haki, tufurahi, maana ufalme wa mbinguni ni wetu. Biblia inasema kwamba heri sisi. Unajua ukiitwa heri ni kumaanisha you are blessed of God. Amen. Mtu ambaye amebarikiwa lazima apate nini? Majaribu. Na ukipata majaribu utayashinda kwa sababu utakuwa umefuata njia ya mwenye kukubariki ambaye ni Yesu. Yesu alitembea katika njia ya ushindi. Alipojaribiwa, alipotukanwa, alipotungwa mikuki, aliponenewa kila neno baya, hakurudisha mabaya kwa mabaya, bali alivumilia. Na yeye alijua kilichomleta duniani. Na Yesu akasema, alikuwa analia msalabani, aliposikia uchungu akasema, Eloi Eloi lama sabakthani. Wakamkejeza ndio akasema anaita Elia. Bwana asifiwe. Watu watanena kila neno baya kukuhusu. Lakini kwa sababu umesoma katika haki, umeshika neno la Mungu, heri wewe, maana ufalme wa mbinguni ni wako. Amen. Tuko pamoja kufika hapo. Bwana asifiwe. Na Mungu wetu awabariki kwa sababu ya kumtumainia, ya kumjua, ya kutembea katika njia zake. Yeye ni mwaminifu, hawezi kukuacha. Hawezi kukuacha ujaribiwe kuliko jinsi uweza kustahimili. Haleluya. Mungu ni mwaminifu. Akisema ya kwamba ako na wewe, ako na wewe. Si alituambia vizuri kwamba nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. I'll be with you until the end of the age. God is faithful. Yes, mwanadamu aseme uongo. Mwanadamu anaweza kuahidi kesho mambo yabadilika, akwambie nilikuwa nafikiria ni hivi lakini mambo yatakuwa hivi sasa. Sasa nilikuahidi nafikiri haitawezekana. Hiyo ni mwanadamu. Lakini Yesu akikuahidi anatenda. Amen. Hallelujah. Mwingine aliimba akasema, akisema atakubariki, hakuna atakayezuia, kwani Mungu ndiye mwenye. Ndio Mungu mwenye baraka zote. Bwana asifiwe. Wanadamu akibarikiwa tu kidogo, anataka nikusaidie, lakini mambo ilibadilika mahali sasa sitakusaidia. Hallelujah. Lakini Yesu akisema atakubariki, yeye ndio mwenye baraka zote. Store yake imejaa. Mpaka anasema tumjaribu tuonekana kwamba hata waachilia madirisha ya mbinguni na tukose mahali pa hizo baraka. Kanuni za Mungu za kubarikiwa ziko. Lakini ukimtegemea mwanadamu anaweza ukufeli. Lakini ukimtegemea Mungu hata kufeli. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wenye haki wanakumbana na majaribu mengi sana. Lakini Mungu anafungua njia ya hao kuyashinda.
Amen. Wewe mtu anaweza kuja kutusi, akuambie wewe ni bure, akuambie wewe ni kila kitu mbaya kukuhusu kwa sababu nganye, akutest, maji ni kama uko na vitu viwili. Mtu anaweza kuja akunyang'anya moja aifiche. Ajaribu kuona una behave namna gani. Wewe mwache achukue. Biblia inasema kwamba muda yakuja kunyang'anye nini yako umpatie na nyingine. Akupiga shavu mgeukie na akunyang'anya nguo yako muongeze na nyingine. Tukashtumiwa mashtumu pale msalabani. Maana walimshtumu Yesu wakasema aliokoa wengine na ajiokoe na ashuke kwenye msalaba. Alijifanya nampenda Mungu kama Mungu anampenda na amuokoe kutoka kwa msalaba. Bwana asifiwe. Wenye kupita njia waliongea mambo mengi, na wewe watu wakiongea mengi kukuhusu, nyamaza. Wewe mtasamia, angalia msalabani. Haleluya, angalia msalaba wa Yesu Kristo. Katika mapigo ya Yesu Kristo ukombozi wetu ukakuja. Haleluya. Katika mashtumu yetu, masikitiko, alichukua masikitiko yetu, akachukua laana zetu, akachukua dhambi zetu. Yesu pale msalabani alivumilia. Ilikuwa ni kwa sababu ya mimi na wewe. Maana sisi wote tulikuwa tumehesabiwa kwamba tulikuwa tumepotea. Unaposema Warumi 3:23 nasema sisi wote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Tumetenda dhambi na tumepungukiwa na nini? Na utukufu wa Mungu. Hakuna mwenye haki hata mmoja. Sisi wote tumekuwa watenda dhambi. Haleluya. Lakini Yesu kwa sababu ya upendo wake akatufia msalabani, akatuonyesha upendo, akateseka kwa sababu yetu. Ili nasi tukimfuata, tufuate ile njia yake, tupate ukombozi. Haleluya. Na unapoona mwenzako katika shida, mwenzako katika dhambi, hajaanguka hajamjua Yesu, usimhukumu jinsi alivyo, bali muonyeshe upendo wa Yesu Kristo. Muonyeshe vile Yesu anampenda. Yesu alikuja akamwambia pale msalabani, uendelee kumwombea, shiriki na neno la Mungu. Huyu mtu kuna siku atabadilika, na atakapobadilika atakuwa mzuri kuliko wewe na mimi. Haleluya. Tupigie makofi kama tuna imani. Kwa hiyo unakuta kwamba Wakristo wengi, wanadamu wengi wanapenda kulaumu wengine, kushtumu wengine, kuonyesha wengine makosa yao, lakini wanasahau ya kwamba sisi wote tulikuwa tumetenda dhambi na tulikuwa tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Haleluya. Kwa hivyo tunapoenda kukumbuka kuhusu kuteseka, kusulubiwa kwa Yesu Kristo msalabani na kifo cha Yesu, tukumbuke na wenzetu, tuwapende jinsi walivyo. Hali usiangalie dhambi ya mwenzako kuwa ni kubwa kuliko yako. Sisi wote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Haleluya. Kwa hivyo ni kuombeana tu, ni kutiana moyo ya kwamba Mungu atatushindania. Tukimwamini, tutembea katika njia zake, atatushindania. Na sisi wote iko siku katika ufalme wa mbinguni. Maana maandiko yametuambia vizuri kwamba ili wenye kuudhiwa na kushtumiwa kwa ajili ya haki, ufalme wa mbinguni ni wako. Haleluya. Ni wewe. Amen. Bwana asifiwe. Nataka tusimame juu. Kwa hivyo Yesu, tunapokumbuka wakati Yesu alisulubiwa, alikufa kwa sababu yetu, tusisahau ya kwamba na sisi tunapitianga majaribu mengi, na tunapoyashinda utukufu unaenda kumwendea Yesu. Na tunapoyashinda tunasababisha wengine kuokoka. Tunasababisha wengine kumjua Mungu. Tunapoyashinda yale majaribu. Lakini majaribu yakikushinda wewe, hata mwingine angefikiria kuokoka, anasema kama fulani majaribu yalimshinda, hata nami sioni kama nitaweza. Amen. Lakini ukiyashinda, hata yule pia anapoangalia ataona pia yeye atashinda. Utakuwa umekuwa witness, mshuhuda kwa ajili ya Yesu. Amen. Ananipenda Mwokozi, yeye ni mwema. Ananipenda Mwokozi, yeye ni mwema. Kweli ananipenda Mwokozi, yeye ni mwema. Ananipenda Mwokozi, yeye ni mwema. Kweli anatujali Mwokozi, yeye ni mwema. Ananipenda Mwokozi, yeye ni mwema. Yesu ni mwema, anatupenda. Ndiposa aliteseka msalabani, akasulubiwa, ni kwa sababu alikuwa anatupenda sisi, ili tuweze kuwa na uzima, tuwe nao tele. Haleluya. Lakini shetani alikuja kwa mambo matatu: kuiba, kuua na kunyang'anya. Lakini Yesu alikuja ili tuwe na uzima, tuwe nao tele.
mwili. Sasa ni wewe ufikirie, uangalie. Unataka kuwa na uzima tele tele ama unataka kuibiwa na shetani na upotee katika moto wa jehanamu? Bwana asifiwe. Maana wale wezi wawili, mmoja alichagua Yesu. Akasema, Yesu, utakaporudi katika ufalme wako unikumbuke. Lakini yule mwingine akasema, uliokoa wengine, jiokoe hata sisi utuokoe. Kumaanisha hakuwa tayari. Amen. Lakini yule mwizi mwingine hakuwa tayari, akasema unikumbuke. Yesu akasema, leo hivi utakuwa na mimi wapi? Paradiso. Haleluya. Biblia inatuambia bala tu kusoma kwenda chini ya kwamba wakati Yesu alifufuka, akaenda kuhubiria wale ambao walikuwa hawajaokoka, walikufa kama hawajaokoka kule makaburini. Biblia inasema kwamba wakati Yesu alifufuka, watakatifu walifufuka pamoja na yeye. Amen. Na waliingia katika miji ya Yerusalemu na walionekana. Haleluya. Kwa hivyo kama ni ufufuo, kuna wale walikufa wakiwa na muamini Yesu, wale ambao walienda kuhubiriwa na Yesu kule kwenye huko makaburini ambao wameokoka walifufuka. Biblia inasema kwamba walifufuka wakaonekana katika miji ya Yerusalemu. Haleluya. Praise God. Hata nasi tunaamini ya kwamba Yesu akirudi kuna ufufuo wa watakatifu. Haleluya. Nao watamlaki mawinguni, na wale ambao watakuwa hai bado watabadilishwa, tutamlaki Yesu mawinguni. Haleluya. Wimbo inasema tutabadilishwa tufanane, Bwana Yesu anameremeta, anameremeta. Wakati tunaimba wimbo kama huu, ni tuna imani, tunaamini ya kwamba kuna siku ya ufufuo. Haleluya. Maana Yesu alipokufa msalabani, alipozikwa, alifufuka. Na hakufufuka peke yake, alifufuka na wale watakatifu ambao walimwamini. Haleluya. Praise God. Na sisi tunapohubiri injili, wale ambao wanaiamini na kuishi kama hii injili inavyosema, Yesu akirudi watanyakuliwa, watapaa mbinguni, tutaenda kukaa na Yesu kule mbinguni. Haleluya. Na kule mbinguni tunaambiwa kuna nini? Kuna asali, kuna maziwa, kuna mambo mazuri mazuri kule mbinguni. Haleluya. Hakuna mateso, hakuna magonjwa, hakuna taabu, hakuna kukasirika huko. Huko ni kufurahi na kusema haleluya. Praise God. So we are looking forward for that city, for that heavenly kingdom, and He went to prepare for us. Hallelujah. Kama kuna mtu atakana akuwe na furahi dunia hata kama unapitia katika shida, ni Mkristo. Maana umeahidiwa. Nimeahidiwa falme mwema, nimeahidiwa. Hey, nimeahidiwa falme mwema, hata nikifa nitatawala tena. Hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Hata nikifa nitatawala tena. Yesu aliposulubiwa msalabani akafa, alifufuka. Na alipofufuka, alifufuka na watakatifu. Na ile ufalme anaenda kuiandaa. Amesema ya kwamba atarudi tena kuwachukua wale wenye kuna imani kama vile alivyokuwa. Hallelujah. Praise God. May God bless you very much. Na tuendelee kumwaminia Yesu. Tuishi kama watu walio na matumaini, tusiishi kama watu wasiokuwa na matumaini katika hii dunia ambayo tunaishi. Amen. Mapito yako, leo utapata majaribu, kesho utayashinda majaribu, na wewe utatia mwingine moyo ambaye anapitia katika majaribu kama vile ulikuwa unapitia jana, lakini unapoyashinda wewe unakuwa mshindi, na hata yule mwingine naye atashinda kama vile ulivyoshinda. Hallelujah. Praise God. Kama Yesu alishinda, na sisi tutashinda. Amen. Yes. Lakini lazima kwanza uingie katika vita. Lazima uwe mtu wa maombi. Lazima usome neno. Lazima utafute uso wa Mungu. Ili mazuri ya kufuate. Kama hata nilivyosema kwamba neno moja nimelitaka kwa Bwana. Hey, ni gani? Nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Na nitafakari nini? Uzuri wa Bwana. Amen. Hallelujah. Praise God. Inua mkono yako. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru, nasema ni asante. Asante kwa nafasi ambayo umenena pamoja nasi kuhusu kusulubiwa kwako na kufufuka kwako. Bwana, majira haya ambayo tunaenda kuangalia mbele ambayo yanakuja, kwa sababu ulikufa, ukateseka, ukasulubiwa, ukafufuka tena kwa sababu ya wanadamu waweze kuwa na imani. Baba, tunapoendelea nayo majira ya wewe kusulubiwa pale msalabani, naomba ya kwamba Yesu uweze kunena ndani yetu.
tukaweza kutazama jinsi ulivyokuwa na upendo mkubwa katika maisha yetu, ya kwamba ukubali kufa kifo cha aibu pale msalabani kwa sababu ya dhambi zetu ambazo tulikuwa tumekutenda sisi wanadamu. Mungu wangu na Baba yangu, ninakuomba tusaidie kaweze kuwa washindi tunapojaribiwa, tukaweze kusimama katika imani na kuyashinda majaribu ya kila namna, maana sisi ndio itupasa kufa jinsi ulivyokuwa msalabani, lakini kwa upendo wako mwingi ukaweza kufa kwa sababu yetu, ili tutakapokuamini tuwe na uzima tena tuwe nao tele. Bariki kanisa lako Baba, bariki wote ambao wamesikiri neno, wasaidie wakaweza kuyashinda majaribu ya kila namna Bwana. Hata kama unaposhtumiwa kwa mambo ambayo hajayafanya Bwana, wasidi kukutumainia ya kwamba yale uliyoyapitia hata nasi tunayoyapitia tutayashinda kama vile ulivyoshinda. Asante Mungu wetu, tunaombea wenzetu ambao hawajaokoka Bwana, ukawasaidie na waokoke, wakujue kwamba kwa kifo chako tunapata wokovu. Mungu wangu na Baba yangu, usahau wanadamu wote ambao hawajakutambua, ambao hawajakujua, ambao hawajakujua kwamba ulikuja kwa sababu ukafa kwa sababu yetu. Wasaidie wakujue na kutambue. Bariki kila mmoja tunapoenda manyumbani Yesu, ukawaweka kuwa pamoja nasi wiki yote ambayo iko mbele. Tunaomba kibali, tunaomba ulinzi, tunaomba amani yako ipitayo ufahamu wa wanadamu iwe pamoja nasi na kila mmoja wetu. Ibilisi akapate kushindwa kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Pige Bwana makofi. Mungu awabariki. Ibada yetu tumeimalizia hapa, lakini katika mioyo yetu iendelee. Amen. God bless you very much. Naweza kusalimia. Hallelujah. Thank you Jesus.